Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Hizi ni ngao zetu Afrika na watu wake. Ibariki Afrika, ibariki Afrika, tubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Haleluya, haleluya. Tunaendelea vyema kabisa tukiwa katika uwepo wa Bwana na kongamano la kuombea juu ya kusudi la Mungu lipate kusimama katika muhula wa pili au semester ya pili wa vyuo vikuu vya Tanzania na vyuo vya kati. Kwa kama ni mara yako ya kwanza kunitazama, mimi naitwa Olenjolai, niko pamoja na familia yangu katika huduma hii, na niko na mke wangu Nekinyi, lakini pia tuko kama familia tukiwa tunabeba mzigo huu ambao Bwana Yesu ameweza kutupa na wajibu ambao ameweza kutupa. Kwa hiyo basi tunakwenda kwenye agenda ya 6. Kama ni video yako ya kwanza, kumbuka kwamba video hizi tunaziweka katika sehemu, kila agenda ni video. Kwa hiyo basi kumbuka kuna agenda au kuna video iliyotangulia ya agenda ya kwanza, agenda ya pili, agenda ya tatu, agenda ya 4, agenda ya 5, agenda ya 6, na hii sasa tunakwenda kwenye agenda ya 6 na tutakwenda kwenye agenda ya 7, ndipo ambapo tutakapokuwa tumemaliza zile agenda katika awamu hii ya kwanza ya mwaka 2025 ambaye Mungu ameweza kutupa nafasi ya kuweza kubeba kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa basi chukua daftari lako, pia andika agenda ya 6, tuombee akili. Kwa agenda ya 6 tuombee akili. Sema akili. Tuombee akili. Akili za kina nani? Za wahadhiri. Nimekuambia maana ya mhadhiri au wahadhiri. Maana ya wahadhiri manake ni walimu. Maana ya mhadhiri manake ni mwalimu wa chuo kikuu. Kwa wahadhiri ni walimu wanaofundisha vyuo vikuu au vyuo vya kati. Alafu mhadhiri ni mwalimu ambaye anayefundisha chuo kikuu au chuo cha kati. Alafu na pia huo tuombee akili za wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania. Neno la kusimamia la imani ni Luka 24 mstari wa 44 mpaka 45, na Daniel sura ya kwanza mstari wa 8 mpaka wa 16, na mstari wa 17 mpaka 21, na Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 12 mstari wa 32. Kwa hiyo hii ndio mistari ya imani tutakayo kwenda kusimama nayo mbele za Mungu, tukipeleka kilio chetu ya kwamba Mungu apate kugusa akili za wahadhiri au walimu na akili za wanafunzi wa chuo kikuu au vyuo vikuu vya nchi hii, kwa sababu shetani amekuwa akichezea akili za wahadhiri na akili za wanafunzi wa vyuo vikuu vya nchi hii, kiasi ambacho kwamba akili hizo hazitumiki vizuri kwa ajili ya kutatua changamoto na matatizo ya ngazi ya kitaifa au ngazi ya manake ya kijiji au ngazi ya kiwilaya au ngazi ya kimkoa. Kwa hiyo kati ya eneo moja hapa ambalo shetani akitaka kukwamisha analoliwinda ni akili. Na mimi nataka kuambia kwamba baada ya agenda hii tutakapoenda kusukuma hii agenda, kuna akili za watu wengi zitafunguliwa. Sema amen. Mungu atapita na kufungua akili
za watu wake na za wanafunzi wake na za wahaziri wake. Na wewe mwenyewe utakuwa unashuhudia tu, utakuwa unashuhudia hatua kwa hatua kitu gani ambacho Mungu anachukua nafanya, kwa sababu huwezi kuona kwa macho, lakini unaona tu imetokea. Unaona tu kwamba akili zako zimerudi kwenye nafasi yake, kwa sababu unaona wewe mwenyewe kabisa, unaona kabisa kwamba ulivyokuwa uko shule ya msingi akili yako ilikuwa inafanya kazi vizuri, ulikuwa unafanya vizuri, ulikuwa unaelewa, ulikuwa unasoma, unaelewa kwa haraka na unatunza kile ulichokuwa umekielewa. Lakini sasa hivi umekuwa zimamoto. Haleluya. Kwa hiyo manake hapa leo Mungu ataachilia upako wa kukutoa kutoka kwenye zimamoto na kurudishia uwezo wako wa akili ule ambao Mungu alikuwa amekuumbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kabla ya kueleza vizuri hicho kipengele cha akili, hiyo ni ajenda ambayo kwangu mimi Mungu ananifundisha hivi sasa somo la kuombea akili zangu kwa wiki 52 za mwaka. Kila wiki lazima niombee akili zangu. Kwa ni somo hilo kwa sababu nimeona kuna vita vikali sana ambavyo shetani na Mungu anapigana wakipigania akili za kwangu. Lakini Mungu ameshashinda, ndio maana kwamba nakueleza kwamba mbinu moja hapo alikuwa amenipa kunifundisha kuombea akili zangu kwa wiki 52, kuwa na ajenda moja kila wiki ya kuombea akili zangu. Je, vipi kuhusiana na wewe? Umewekeza kiwango gani cha maombi kwa ajili ya kuombea akili zako? Chukua Biblia yako, fungua kitabu cha Luka sura 24 mstari wa 44 na mstari wa 45. Kitabu cha Luka mtakatifu sura 24 mstari wa 44 mpaka mstari wa 45. Neno la Bwana linasema, kisha akamwambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Hebu turudie tena. Luka 24:44 mpaka 45 inasema hivi, kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Kabla sijasoma hiyo mistari mingine, hebu kwanza nieleze hapa, niweke pause. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maneno ambayo Yesu Kristo anawaambia mitume wake 12 na watu waliokuwa wamemwamini, waliokuwa wamekusanyika na waliokuwa wanatarajia kufufuka kwake. Na maneno haya Yesu ananiambia mimi kama mhaziri wa chuo kikuu au mhaziri wa chuo kikuu kimoja hapo nchi hii, lakini kama mwanafunzi pia. Lakini kwa hiyo haya maneno ni maneno mazito ambayo Yesu anayokuwa anatueleza. Kumbuka kabisa kwamba unaposoma kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu, na unaposoma kwenye Injili ya Marko mtakatifu, unaposoma kwenye Injili ya Luka mtakatifu, unaposoma kwenye Injili ya Yohana mtakatifu, vitabu hivi vinne, injili hizi zote nne zinatuambia kwamba baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kwenda kwenye maombi ya kukesha usiku kucha, na asubuhi yake au kesho mchana wake akawachagua wanafunzi wake 12 ambao aliwaita tenashara. Baada ya kuwachagua, na katika hao wanafunzi 12 mmoja hapo alikuwa Yuda ambaye atakaye kumsaliti. Na baada ya kuwachagua hao wanafunzi 12, Biblia inatuambia hivi ya kwamba Bwana Yesu alikaa na hawa mitume 12 akiwafundisha kweli ya neno kwa muda wa miaka 3.5. Alafu Bwana Yesu akaenda katika mji wa Yerusalemu, na baada ya hapo kwamba akasulubiwa, akateswa, akasulubiwa, akafa, akazikwa, na baada ya kuzikwa siku ya 3 akafufuka. Kwa haya ni maneno ambayo Yesu anayasema baada ya kufufuka. Sasa kitu cha kufikiri zaidi pale, anasema kwamba ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko yanayohusiana na kwamba Yesu atazaliwa na bikira, atakuwa na pia atafanya huduma yake ya kutangaza na kuhubiri juu ya ujio wa ufalme wa mbinguni, lakini pia atakamatwa na makuhani, atateswa na kunyanyaswa na kusengenya na kudharauliwa, lakini pia manake kwamba atasulubiwa msalabani, atakufa, atazikwa, na siku ya 3 atafufuka.
na pia manake baada ya kufufuka atawatangulia wanafunzi wake kwenda Galilaya, na atapaa kwenda mbinguni kwa Baba, kuketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba baada ya kumaliza kazi. Sasa haya ni maneno ambayo Yesu anawaambia wanafunzi wake baada ya yeye kufufuka. Manake miaka 3.5 yamkini ya kwamba yako mafundisho ambayo Yesu alikuwa anawafundisha wanafunzi wake 12, lakini akili zao hazikufunuliwa ili waelewe hayo maandiko. Na Bwana Yesu akaona kwamba wakienda kwenye huduma ya kuhubiri juu ya ufalme wa mbinguni, pasipo akili zao kufunuliwa ili waweze kuelewa maandiko, manake wanaweza kukwama. Manake unaona kabisa kwamba akili zetu zina sehemu kubwa sana katika kuelewa. Akili zetu, kumbuka binadamu ana akili na ana ubongo. Na kati ya kitu kimoja ambacho kiko kwenye akili ni nyakati. Tutasoma hapo kwenye Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 12 mstari wa 32. Sasa unaona kabisa kwamba manake akili zao, akili za wanafunzi au za mitume 12 wa Bwana Yesu hazikufunuliwa, zilifungwa. Kwa kama zilifungwa, nini ambacho kilichokuwa kimetokea? Zilifungwa katika misingi ambayo kuna maandiko, kuna mistari walikuwa nasoma ila hawaelewi. Na amkini ya kwamba pia hivyo hali kadhalika zipo, maana kwamba kuna akili au kwamba kuna akili za wahadhiri wengi wa vyuo vikuu vya Tanzania na vyuo vya kati vya Tanzania, au kwamba kuna akili za wahadhiri wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam au DIT ambazo zimefungwa, ambazo zinazohitajika mimi na wewe tuombe na Mungu ainue waombaji ili Yesu aje afunue kwamba afunue akili za wahadhiri, afunue akili za wanafunzi ili wapate kuelewa hayo maandiko wanayowafundisha wanafunzi usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unaona kabisa kwamba akili, kuombea akili ni moja kati ya ajenda mama kwa mwanafunzi na kwa mhadhiri. Hauna namna yoyote ile, kwa sababu ukimaliza ngazi ya kujifunza utaingia kwenye ngazi ya maisha. Inawezekana kabisa kwamba akili ukazitumia katika kufanikisha kimasomo, lakini ukashindwa kuzitumia akili hizo ambazo Mungu amekupa ili uweze kufanikiwa kimaisha. Umepata hiyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu hebu twende kwanza kwenye Daniel sura ya kwanza mstari wa 8 mpaka wa 16. Alafu tasoma pia mstari wa 17 mpaka wa 21. Iko mistari mingi sana. Somo la akili ni somo pana sana. Pata muda, fuatilia kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Utaona siri za ajabu ambazo Mungu anazotufundisha juu ya uweza wa akili na juu ya kitu gani Mungu alichokuwa amekificha kwenye akili, ambacho amkini mimi na wewe hatufahamu au watu wa Mungu hatufahamu, lakini shetani anajua na anacheza nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Daniel 1 sura mstari wa 8. Kama umefika sema amen. Kama umefika sema amen. Daniel 1:8 inasema hivi: lakini Daniel aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Hebu ngoja tuanze kwanza mstari Daniel 1 mstari wa 3 mpaka wa 5, alafu twende wa 8 mpaka hiyo manake mpaka mstari wa 11 wa 12. Watu 200. Watu wangapi? 200. 1, 2, 3 mpaka 200, ambao wao kitu ambacho Mungu ameweka katika akili zao, maana alichokuwa ameweka ndani yao ni kwamba walikuwa na akili za kujua nyakati, lakini pia Mungu aliwapa akili ambazo zinazowasaidia kujua kwamba wana wa Israeli, ndugu zao kabila 11 na wale ndugu zao pia ambao na wao wenyewe wanapaswa kutenda nini kwenye hizo nyakati ambazo zimejulikana na akili zao. Alafu na wao ndio wakawa wanaongoza, manake wakaongoza taifa kwenye eneo la kujua nyakati. Kwa kazi mojawapo ya akili ni kujua nyakati. Ubongo kazi yake ni kujua saa hii saa 2. Akili kazi yake ni kukwambia kwamba saa 2 unatakiwa kufanya nini. Unaona sasa? Ubongo kazi yake ni nini? Kazi yake mojawapo ni kujua saa. Saa hii saa ngapi? Saa hii saa 8. Alafu baada ya ubongo kujua kwamba saa hii saa 8, maana yake inatuma ujumbe kwenye akili kwamba akili saa hii saa 8 kulingana na ratiba ya Mungu inatakiwa kwamba natakiwa nifanye nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utaona kabisa kwamba katika masomo, katika safari ya masomo, swala la muda, swala la nyakati ni muhimu kuliko unavyofikiri.
Kwa hiyo kama saa hizi saa 3, maana ubongo unakwambia saa 3, alafu natuma ujumbe kwenye akili saa 3 natakiwa kufanya, natakiwa kwenda kwenye kipindi. Okay. Kwa hiyo maana akili ishasema inatakiwa kwenda katika kwenye kipindi. Shetani akishikilia maana akili zako, saa hizi saa ngapi? Saa hizi saa 3. Alafu natuma ujumbe kwenye akili, alafu shetani anakuda hamna kipindi bwana, leo mwalimu hatakuja. Tayari shetani kakupiga chenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hili ni jambo la msingi sana la kukumbuka kujiombea kila wakati. Twende mbele za Mungu. Mungu Baba uliye mbinguni, jina lako Baba litukuzwe, ufalume wako uje, mapenzi yako Baba yatimizwe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo Nazareth, tunakuja mbele zako Bwana tukisema asante kwa nafasi hii ya mwaliko. Tunakuja mbele zako na mbele ya madhabahu yako kwa imani, tukiomba kwa ajili ya ajenda ya 6 Mfalme Amani, ambao umetuagiza tuombee akili za wahadhiri Bwana wa vyuo vikuu na vyuo vya kati vya nchi ya Tanzania. Umetuagiza pia tuombee akili za wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu ya Tanzania na vyuo vya kati vya Tanzania. Umetufundisha kwa sehemu, umetufundisha na kuimarisha imani yetu kiasi ambacho hatuombi kama vipofu, hatuombi kama watu tusio ambao hatuna ufahamu, lakini tunaomba tukiwa kama watu ambao wenye ufahamu. Mungu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, tunakuja mbele zako tukilitukuza jina lako kuu na takatifu sana, na kukuinua peke yako kwa maana unastahili, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, tunakuja mbele zako Mfalme Amani sasa na neno lako Bwana, ribo roko shikara la Luka 24 mstari wa 44 mpaka 45. Bwana Yesu, ulipofufuka ukawatembelea wanafunzi wako 11, wakati kwa sababu Yuda hakuwepo, alikuwa ameshajinyonga. Ulivyowatembelea Bwana, ukawashuhudia na kuwakumbusha kwamba hayo yote yaliyokuwa yamekutokea ni ya kwamba yalishaandikwa katika Zaburi na katika Bwana na katika vitabu vya manabii. Hayo yote yaliyokuwa yamesemwa yameanza kutimizwa na ilikuwa napaswa kutimizwa ili kuweza kukomboa ulimwengu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ulipoendelea kuwafundisha na kuwaonyesha hiyo mistari, Bwana Yesu kagundua kwamba hawakuelewa, ukajua kwamba akili zao zimefungwa, ukawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Nasi tunakuja mbele zako Bwana kama wahadhiri wa Bwana, wahadhiri wa vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania na wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania, kama wahadhiri wa DIT na wanafunzi wa DIT. Tunakuja mbele zako tukiomba msaada wako Bwana Yesu, uweze kupita Bwana siku ya leo katika nchi ya Tanzania, uweze kupita siku ya leo Bwana katika mikoa yote ya Tanzania, katika Bwana ribo roko shikara kila wilaya Bwana, katika kila chuo kikuu cha Tanzania na katika chuo chote cha kati cha Tanzania. Bwana Yesu, pita utufunulie wahadhiri, utufunulie akili zetu, ufunulie Bwana, ufunue akili za wahadhiri wa nchi ya Tanzania Bwana, tupate kuelewa na maandiko, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunakuja mbele ya madhabahu yako na mbele ya kiti chako cha enzi ya Mfalme Amani, ribo roko shikara kabaka shikara, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunakuja mbele zako Mfalme, tunaomba msaada wako, tunanyiza damu ya Yesu Kristo Nazareti katika akili zetu. Mungu, tunaomba funua akili zetu zipate kwenda kuelewa Bwana theory za engineering. Mungu, funua akili zetu zipate kwenda kuelewa simulations za engineering. Mungu, funua akili zetu zipate kwenda kuelewa practicals na experiments za engineering, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu, funua akili zetu tupate kuelewa kile tunachokwenda kufundisha Bwana. Mungu, funua akili zetu tupate kuelewa kile tunachokuwa tunafundishwa Mfalme Amani, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunakuja mbele zako Mfalme Amani kama Mungu wetu ulipokuwa umewafuatilia Daniel, Shadrach na Meshach na Abednego katika chuo kikuu cha Mfalme Nebukadneza, ukawaandaa, ukatengeneza akili zao, ukatengeneza afya zao, ukatengeneza afya zao za akili Bwana, ukapanda mbegu yako, ukapanda neno lako, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, ukawapa hekima, ukawapa maarifa, ukawapa akili Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunakuja mbele zako Bwana tukiamini ya kwamba wewe uliowapa Shadrach, Meshach, Abednego na Daniel akili za kufaulu mitihani yote ya Ashpenazi na walimu wenzake Mfalme Amani, akili wewe uliokuwa umewapa Bwana Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego akili Bwana za kuelewa masomo waliokuwa wanafundishwa darasani na namna ya kutumia, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunakuja mbele zako Bwana tukikuinua peke yako kwa maana unastahili, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. ribo roko shikara
bakashikara rimbarakashikoro kobokoshikara rimbarakashikoro ribarakashikara katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninaomba kwa ile akili ribarakashikoro za wahadhiri Bwana wa ngazi wenye elimu ya ngazi ya profesa wa nchi ya Tanzania Bwana ribarokoshikara. Ninaombea akili Bwana ribarokoshikara za wahadhiri wa ngazi ya senior lecturers wa nchi ya Tanzania Mfalme Amani. Naombea akili za wahadhiri wa ngazi ya associate professor ribarokoshika wa nchi ya Tanzania ribarokoshikara. Naombea akili Bwana ribarakashikoro wa wahadhiri wa ngazi ya senior lecturers katika nchi ya Tanzania wa ngazi ya lecturers katika nchi ya Tanzania ribarokoshikara bakashikoro. Ninaombea akili ribarokoshikara rakashikoro za wahadhiri wa ngazi wa elimu wenye elimu ya ngazi ya assistant lecturer wa Tanzania. Ninaombea Bwana akili ribarokoshikara bakashikara. Ninaombea akili ribarokoshikoro za wahadhiri wenye Bwana wenye ngazi ya elimu ribarokosha tutorial assistant ribarokoshikara bakashikoro. Ninaombea akili ribarokosha wahadhiri wa nchi ya Tanzania wenye Bwana wenye ngazi ya elimu ya instructor ribarokoshikara bakashikoro. Ninaombea akili ribarokoshikoro za wahadhiri wa Tanzania Bwana wenye ngazi ya elimu ya technician na kwenye nafasi ya technician ribarokoshikara. Ninaombea Bwana akili wahadhiri wa nchi ya Tanzania wenye elimu ya ngazi ya senior instructor ribarokoshikara bakashikoro katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti ninaombea akili Bwana za kila mhadhiri wa nchi ya Tanzania Bwana. Ninaombea Bwana akili za wahadhiri wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Ninaombea akili zangu Bwana kama mhadhiri wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam ribarokoshikara bakashikoro rimbarakashikoro kobokoshikara ribarakashikoro. Ninaombea Bwana akili ribarokoshikara za wahadhiri wa kila idara katika taasisi ya teknolojia Dar es Salaam ribarokoshikoro zipate kwenda kukaa katika nafasi yake, zipate kwenda kufanya kazi iliyokuwa imekusudia ribarokoshikara bakashikara katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti, ninaombea akili ribarokoshikara. Ninaombea akili ribarakashikoro. Ninaombea akili ribarokoshikoro za wanafunzi wa Bwana wa elimu ya vyuo vikuu wa elimu ya ngazi ya chuo kikuu wa vyuo vikuu Bwana ribarokoshikoro ribarakashikara vyuo vikuu na vyuo vya kati vya nchi ya Tanzania Bwana ribarokoshikara bakashikara. Ninazoombea akili zao zipate kwenda kutumika Bwana kuonyesha maziwa Bwana ribarokoshikara ribarakashikara. Akili hizo zipate kwenda kulishwa chakula kigumu riba sasana wa Ibrania riba sasana neno lako la Waibrania. Mungu funua akili za wanafunzi ribarokoshikoro wa Tanzania. Mungu funua akili za wanafunzi wa mwaka wa kwanza riba wa vyuo vya kati vya Tanzania. Mungu funua akili za wanafunzi Bwana wa mwaka wa pili wa vyuo vikuu vya Tanzania. Mungu funua akili ribarokoshikoro ribarakashikara rakashikara za wanafunzi wa mwaka wa tatu wa vyuo vikuu wa vyuo vya kati vya Tanzania ribarokoshikara. Mungu funua akili ribarakana weke nyakati rikashikara ndani ya akili ribarokoshikara ribarakashikoro ribarakashikoro ribar ndani ya akili rakashikoro kobokoshikara ribarakashikara bakashikoro rikashikara kabaka za wanafunzi wa mwaka wa kwanza ribarakashikoro ribarakashikara rakashikara ribarokoshikoro rakashikara wa degree ya kwanza, degree ya pili na degree ya tatu. Baba, nakuja mbele zako nikiomba Bwana damu ya Yesu ipate kwenda kufunua akili ribarokoshikoro ribaraka za wanafunzi ribaraka wa mwaka wa pili ribaraka wa ngazi ya shahada ya kwanza, wa ngazi ya shahada ya pili, wa ngazi ya shahada ya tatu Bwana ribaraka wa nchi ya Tanzania ribarokoshikoro. Ninaombea akili ribarakashikara za kila mwanafunzi wa mwaka wa tatu ribarakashikara rakashikoro wa elimu ya vyuo vikuu Bwana ya chuo kikuu ribarakashia Tanzania ribaraka ngazi ya shahada ya kwanza, shahada ya pili, shahada ya tatu Bwana ribarakashikara. Ninaombea akili ribarakashikara bakashikoro ya wanafunzi Bwana wa mwaka wa 4 ribarakashikara wa elimu ya vyuo vikuu katika nchi ya Tanzania katika jina la Yesu Kristo Nazareti ribarakashikara. Ninaombea akili ya wakuu wa vyuo vikuu vya Tanzania. Ninaombea akili Bwana za kila mkuu wa chuo kikuu cha Tanzania. Ninaombea akili Bwana wa kila chuo kikuu ribarakashikara wa kila mkuu ribarakashikara wa vyuo vya kati vya nchi hii ya Tanzania Mfalme Amani. Ninaombea akili
akili Bwana, riba rakashikoro, wa viongozi wa serikali ya wanafunzi, riba rakashikoro, wa vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania. Naombea akili riba kwa viongozi wote Bwana, kuanzia kiongozi wa ngazi ya juu rais Bwana kushuka chini Bwana, riba raka kwa wabunge wake mfalme Amani, riba rakashikoro, wa serikali, wanafunzi wa vyuo vikuu ikiwepo Bwana. Ninaombea Bwana akili riba rakashikoro, riba rakashia viongozi, riba na wenye viti wa idara, riba rakashikoro, riba rakashikoro, riba rakashikara, rikashikara. Naombea Bwana serikali, wanafunzi ya DISO, ya taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, riba rakashikoro koboko shikara, riba rakashikara. Ninaombea akili zao Bwana, riba rakashikara, riba rakashikoro, riba rakashikara, riba rakashikoro, riba rakashikara. Mapepo shetani, riba rakashikara, ninakukemea na kukuamuru katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Achia hizo akili ulizoshikilia, achia hizo akili ulizoshikilia za mtoto wa Mungu, achia, toka katika jina la Yesu Kristo Nazareth, toka katika jina la Yesu Kristo. Riba rakashikoro, ibilisi rikashikoro, mapepo ambaye ameshikilia akili ya huyo mwaziri ambaye Bwana amekaa kwenye kochi, toka katika jina la Yesu Kristo Nazareth, toka katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Nguvu za giza, nguvu za giza, nguvu za kuzimu, riba rakashikoro, zilizoshikilia akili za huyo mwanafunzi ambaye alikuwa na akili, riba alikuwa anafanya vizuri katika elimu yake ya shule ya msingi na ya sekondari, alipofika chuo kikuu ukakamata akili zake, toka katika jina la Yesu Kristo, toka katika jina la Yesu Kristo, toka katika jina la Yesu Kristo. Achilia hizo akili. Unayokuwa unamletea maumivu ya kichwa au unamletea maumivu na magonjwa wakati wa mtihani, ninakukemea magonjwa, ewe ugonjwa, pepo la magonjwa, toka katika jina la Yesu Kristo, toka katika jina la Yesu Kristo, toka katika jina la Yesu Kristo. Achia, achia riba rakashikoro, achia ribo rokoshikoro koshikara, achia akili za watoto wa Mungu, achia akili za watoto wa Mungu, achia akili za watoto wa Mungu, ribo rokoshikara, riba rakashikara. Damu ya Yesu inanunua akili za wahadhiri wa nchi ya Tanzania. Damu ya Yesu imenunua pale msalabani, pale msalabani imenunua akili za kila mwanafunzi Bwana wa vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. Hongera sana. Mungu ibariki Afrika.